Yes, nyakati za usiku mnamo Septemba 22 mwaka 1980 vilizuka vita kati ya Iran pamoja na Iraq. Vita ambavyo vilishia mnamo Agosti 20 mwaka 1988. Hapo sasa leo tunaangazia historia fupi kati ya vita kati ya Iran pamoja na Iraq, taifa ambalo lilikuwa likisaidiwa na mataifa mengi duniani hasa Marekani, Iraq. Lakini Iran ikaonyesha ubabe wake wa kupambana na mataifa makubwa duniani. Vita vilivyodumu kwa takriban miaka 8, vita ambavyo vilidumu kwa muda mrefu zaidi kuwahi kutokea duniani ukilinganisha na hata vita ya kwanza ya dunia pamoja na vita ya pili ya dunia. Ikumbuke tu vita ya kwanza ya dunia ilipiganwa mwaka 1914 hadi kufikia mwaka 1918, takriban miaka 4 tu, lakini vita ya pili pia ilipiganwa mwaka 1939 hadi mwaka 1945 vikatamatika. Lakini vita ya Iran ilikuwa ni miongoni mwa vita ambavyo vilionyesha ubabe mkubwa wa nchi nyingi au nchi yenye nguvu zaidi duniani. Hii ni nchi ya Iran ambayo ilikuwa ikipigana na mataifa mengi ambayo yanaisupport nchi ya Iraq chini ya Saddam Hussein mnamo Septemba 22 mwaka wa 1980 hadi kufikia Agosti 20 mwaka wa 1988. Hii ni Elimika Plus, channel ambayo inakupa habari mbalimbali, lakini hususan katika kuelimishana yale ambayo yamesahaulika. Tunakufahamisha, tunakujuza kwa njia nzuri zaidi ambayo itakufanya uweze kuelewa. Hii ni historia fupi, kama tunavyoona ni majira ya usiku hapa. Ndio muda rasmi ambapo bomu la kwanza lililipuka katika nchi ya Iran. Hapo ilikuwa ni Septemba 22 mwaka 1980. Leo nakupeleka katika historia fupi tu ya vita kati ya Iran pamoja na Iraq. Hii ni historia kamili ya vita vya Iran na Iraq mwaka wa 1980 hadi mwaka wa 1988. Vita vya Iran na Iraq vilikuwa moja ya vita virefu, vikali na vya gharama kubwa zaidi katika historia ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Vita hivi vilidumu kwa miaka 8 kuanzia Septemba 22 mwaka wa 1980 hadi kufikia Agosti 1988 na vilihusisha mapigano ya ardhini, anga na baharini pamoja na madhara makubwa kwa raia. Uhasama kati ya Iran na Iraq ni mojawapo ya migogoro ya zamani kabisa. Ulianza muda mrefu kabla ya vita rasmi. Chanzo kikuu kilikuwa eneo la mpaka wa mto Shatt al-Arab, mto muhimu unaotumiwa kusafirisha mafuta kwenda baharini. Kwa miaka mingi Iran na Iraq zilikuwa zikibishana juu ya nani ana haki ya kudhibiti mto huo. Mbali na mipaka, kulikuwepo na tofauti za kidini na za kisiasa. Iran ikiongozwa zaidi na Waislamu wa Kishia. Iraq chini ya chama cha Baath ilikuwa ikitawala na Wasunni wachache tu waliotawala Waislamu wengi wa Kishia. Lakini mapinduzi ya Iran mwaka 1979. Mnamo mwaka 1979 Iran ilipitia mapinduzi makubwa yaliyomuondoa madarakani Shah Mohammad Reza Pahlavi na kuanzisha utawala wa Kiislamu chini ya Ayatollah Ali Khamenei. Mapinduzi haya yaliwatia hofu majirani wa Iran, hasa Iraq. Saddam Hussein aliogopa kuwa Iran ingeeneza mapinduzi ya Kishia. Waislamu wa Kishia ndani ya Iraq wangeasi serikali yake. Lakini uamuzi wa Iraq kuvamia Iran, akiamini kuwa Iran ilikuwa dhaifu kijeshi baada ya mapinduzi, Saddam Hussein aliamua kuivamia Iran mnamo Septemba 22 mwaka 1980. Huku lengo lake lilikuwa kudhibiti mto Shatt al-Arab, kuchukua maeneo ya kusini magharibi ya Iran, kujionyesha kama kiongozi mkuu wa Kiarabu katika eneo hilo. Kuanzia mwaka 1982 vita viligeuka kuwa vita vya kuchoshana, ambapo hakuna upande ulioweza kumshinda mwenzake moja kwa moja. Katika kipindi hiki kulikuwa na mapigano makubwa ya ardhini, mashambulizi ya miji, war of cities, mashambulizi ya meli za mafuta katika ghuba ya Uajemi, tank war. Iraq
ilianzisha kutumia silaha za kemikali ikiwemo gesi ya sumu dhidi ya wanajeshi wa Iran na raia, jambo ambalo lilisababisha vifo vya kutisha. Lakini msaada wa kimataifa, mataifa ya nje kwa Iraq. Vita hivi vilihusisha pia maslahi ya mataifa ya kimataifa. Maslahi ya mataifa ya kimataifa. Iraq iliungwa mkono wa kifedha na kijeshi na nchi kadhaa za Kiarabu na baadhi ya mataifa ya magharibi kama Marekani. Iran ilikabiliwa na vikwazo, lakini ilitegemea uzalendo wa wananchi wake na msaada mdogo tu kutoka nje. Hali hii ilifanya vita kudumu zaidi kuwa vya kikatili. Lakini mwisho wa vita ulikuwaje? Kufikia mwaka wa 1987 hadi mwaka wa 1988, pande zote zilikuwa zimechoka. Uchumi ulikuwa umeharibika, maelfu ya watu walikuwa wameuawa na miundombinu ilikuwa imebomolewa. Chini ya shinikizo la kimataifa na Umoja wa Mataifa, Iran na Iraq hakukuwa na mshindi wa waziwazi na mipaka ilibaki kama ilivyokuwa kabla ya vita. Lakini vita hivi vilisababisha athari kubwa sana. Vita vya Iran na Iraq viliacha athari nzito, zaidi ya watu milioni 1 waliuawa au kujeruhiwa. Uchumi wa nchi zote mbili uliharibika. Uhasama wa kisiasa na kidini uliendelea kwa miongo kadhaa. Vita vilichangia migogoro mingine ya baadaye katika Mashariki ya Kati. Vita vya Iran na Iraq ni mfano wa jinsi migogoro ya mipaka, siasa, hofu na itikadi inavyoweza kusababisha maafa makubwa kwa binadamu. Licha ya miaka 8 ya mapigano, hakuna upande uliopata ushindi wa kweli. Badala yake, dunia ilishuhudia hasara kubwa ya maisha na mali. Lakini hii ni vita ambayo inaonekana kuwa ni vita vilivyochukua muda mrefu. Ukilinganisha, Iran ilipata misaada michache kuliko Iraq. Hii inaonyesha kwamba Iran inazidi kujijenga kivita na ni nchi ambayo itakuwa ni tishio kwa Mashariki ya Kati. Hawa ni Waislamu wa Kishia.